Anaitwa Michelle, anawahi kwenye duka la nguo ili akanunue nguo ya Spider kwa ajili ya sikukuu ya Halloween. Lakini alipofika dukani, mwenye duka akamwambia muda wa biashara umeisha, hauzi wala hafungui tena duka. Dogo ikabidi asepe na moja kwa moja akaenda shule. Darasani kachukua simu alafu akaanza kumrekodi crush wake anaitwa Stella, lakini mwalimu alipomuona akaichukua ile simu. Michelle alipotoka shule, akili yake kwanza inawaza apate nguo fulani hivi ya kutisha kwa ajili ya sikukuu ya Halloween. Alichokifanya ikabidi aende kwenye duka lingine ili apate nguo. Akakutana na nguo ambayo hakuipenda, ila mwenye duka akamconvince, akamwambia hiyo nguo ni nzuri sana, wewe ichukue tu. Michelle akaangalia akaona isiwe kesi, ngoja niishi nayo kwa sababu sina nguo nyingine. Mama yake alipotoka kazini akamkuta Michelle amevaa ile nguo alafu amekaa sebuleni. Akamuuliza, we vipi, mbona na hizo nguo tena? Dogo akamwambia ni kwa ajili ya sikukuu ya Halloween, alafu pia ni nguo za superhero, kwa hiyo bi mkubwa inabidi akaushe tu. Siku ya Halloween ikafika, dogo akakutana na crush wake Stella. Akafurahi sana kumuona, ila kuna wanaye hapa wanamzingua kuwa hana mchongo, kwanza nguo zake ni mbaya, ili mradi tu Stella asikae naye, ila Stella anaonekana hana noma kabisa. Lakini wale wana bado wanamzingua, ikabidi akimbilie chooni. Lakini moja kati ya ndoto za Michelle ni kuwa superhero, yani awe na nguvu nyingi na awe invisible, mtu asiyeonekana. Alipofika chooni akajisemea tu moyoni kimoyomoyo, nataka kuwa invisible. Kweli akapotea. Asubuhi alipoamka, wakati anaingia kupiga mswaki, anakuja kugundua kuwa ameshakuwa invisible. Baada ya kujiangalia kwenye kioo, yeye mwenyewe akawa hajioni kabisa. Mama yake akaja chumbani, lakini hakumuona Michelle. Michelle ikabidi aandike karatasi kuwa tayari amekwenda shule. Akiwa darasani akaanza kupotea, akasanuka kuwa alikuwa ameanza kubadilika. Kwa hiyo ikabidi akimbie haraka ili watu wasije wakamshtukia. Na alipofika nyumbani akakuta mdogo wake ameingia chumbani kwake. Michelle hakutaka mdogo wake amuone akiwa kwenye ile hali, akageuka ukutani. Sasa Michelle akamwambia mdogo wake atoke nje. Mdogo wake akaigiza kama akafunga mlango hivi, alafu akaufunga. Michelle akajua kuwa mdogo wake amesepa, lakini mdogo wake akamuona, ila Michelle akamwambia anyamaze na asimwambie mtu yoyote alichokiona, alafu akamwadisia ilikuwaje mpaka akawa na zile nguvu. Siku moja Michelle alimkuta mdogo wake amevaa zile nguo, akakasirika sana, na mbaya zaidi amezifua, kitu ambacho hakikutakiwa kutokea kwenye zile nguo. Nguvu pia zikawa zimeisha. Ikabidi aende beach kwanza ili akatulize mawazo. Wakati amekaa beach, akaja jamaa mmoja lakini ni kipofu, alafu akamwambia yeye ni baba yake. Michelle akasema, baba yangu alishakufa muda sana, wewe imekuwaje ukawa baba yangu? Jamaa ikabidi amwalisie kwamba yule unayeishi naye sio mama yako. Akampa story, akamwambia kuwa wakati unazaliwa mama yako alikuwa anatafutwa sana, na siku moja tulivamiwa, ikabidi mimi nikimbie na wewe, alafu mama yako apambane kwa sababu yeye alikuwa na nguvu, lakini walimuua. Kwa sababu nisingeweza kukulea vizuri, ikabidi nifanye mpango ili ukae pale kwa yule mwanamke. Baadaye akampa nguo nyingine tena ambazo aliachiwa na mama yake. Michelle akapata taarifa kuwa kuna wanafunzi wametekwa, akiwemo crush wake Stella. Kwa mara ya kwanza anaenda kwenye mission kama superhero, na baada ya kuwaokoa ikabidi avue ile maski, alafu akaanza kuonesha manjonjo kuwa yeye na Spider tofauti ni mavazi tu. Lakini walipotoka, Stella akasema kwamba inabidi wakamuokoe mtu mwingine kwenye eneo lile lile. Kumbe yule hakuwa ni Stella, ila ulikuwa ni mtego ambao aliwekewa ili atekwe. Mwishoni baba yake anamwambia tena kuwa walizaliwa mapacha na yule Stella ndiyo pacha wake. Hapa unajiuliza, sasa dogo vipi kama Stella angemtunuku, si ingekuwa noma?